wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Amen. Biblia inazungumza, anasema leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana ili kiwe chakula cha kutosha. Anasema tena mkanijaribu kama walivyomjaribu wakati wa Hezekia. Walivyosikia tangazo wakamjaribu Mungu. Biblia inasema ya kwamba watu wote wakabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakaleta watu kutoka Yuda na sehemu zingine. Anasema leteni zaka kamili ghalani mwangu ili kiwemo chakula nyumbani mwa Bwana. Anasema mkanijaribu katika hilo muone kama mimi Mungu sitawabarikia. Tena anasema na watu wote watawaiteni heri. Mtu anayetoa mbele za Bwana, mtu wa heri. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anayetoa anaitwa heri. Mtu anayetoa anabarikiwa na Bwana. Chochote unachofanya mbele za Bwana, watu watakuita heri, kwa sababu Biblia inasema heri mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwenye Misali 11:24-25, anasema kuna anayeonekana kama anatawanya lakini anaongezewa, na kuna zuiaye isivyo haki huishia uhitaji. Mungu atusaidie sana. Yaani kwa hivyo, yaani kwa Mungu hamnaga kusumbuana. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani wewe ukijifanya bahili utaki kutoa, utaendelea kuwa maskini hivyo hivyo. Tunaelewana? Na yule ambaye anamtii Mungu na kumtolea Mungu, Biblia inasema ya kwamba utaona kama vile anatapanya. Yaani kama economics inamgomea hivi, sawa, mambo ya uchumi kama yanamkatalia hivi kwamba anatumia fedha vibaya, anatoa tu hela vibaya, lakini nataka kukuambia Biblia inasema ya kwamba ataongezewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Mungu atupotezagi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Mungu hakunaga kupoteza. Tunaelewana? Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda ubahili utavuna ubahili huo. Mungu atusaidie. Lakini ukipanda ukarimu na kumtolea Mungu utavuna ukarimu na utapewa vitu na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni za kumtolea Mungu au mambo ya kuzingatia wakati unapotaka kumtolea Mungu.